Wewe tena? Mimi na tumeshaachana ama? Mbona unaendelea kunifuatilia sana? Calm down mamangu, nisikilize basi kidogo. Sasa nikusikilize nini? Nisikilize kidogo basi. Mimi na tumeshaachana bwana. Mwenzio unapitia wakati mgumu. Hebu nipishe huko mwanangu. Mimi ni mgeni wa mtaa. Ndio. Natokea nyumbani Mbauda, Arusha. Sawa. Nimekuja kwenye huu mtaa namuulizia ndugu yangu anaitwa Dawson. Dawson? Anaitwa Dawson. Speaker unampata fresh? Hapana, hilo jina sijalipata, ni geni kwangu. Labda umekuja na viambatanishi vyovyote, labda kusema kwamba kuhusiana na kumtafuta huyo ndugu yako bro. Anaitwa Dawson, ana umri kama miaka 24 hivi. Kia hapo bro, ushafeli. Huwezi kumtafuta mtu kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo kanisaidia kwa lolote. Kwangu mimi sina namna ya kusaidia. Bana, asante. Ngoja mimi niendelee kumtafuta. Haya, pamoja sana. Lakini kama ukibatika kumjua au kukutana na huyo mtu anaitwa Dawson, usite basi kunijulisha au tukanipatia namba yako ya simu. Haya. Ngoja hebu chukua nipe namba yako ya simu. Haya, andika. 07 sawa 50 sawa 88 29 sawa 12. Haya bana. Asante. Haya, pamoja sana. Haya. Tuwasiliane. Hivi tukiachilia kubaki na namba yangu ya simu kwenye simu yako, ulibaki na kitu gani cha kwangu cha msingi kwenye maisha yako? Hadi sasa unaamua kunifuata hadi unakoishi. Au basi umesahau nilikwambia kitu gani kuhusiana na mimi? Hapana, siwezi. Yaani mpaka sasa hivi mimi hapa nilipo napitia wakati mgumu sana. Yaani nishakwambia mimi sikuhitaji kwenye maisha yangu, sihitaji tena varangati kama hizo, sikuhitaji, sikutaki. Naomba unielewe kwa hilo, nakuomba. Alafu sasa kama nakwambia hivyo kwa maneno tunaona kama unielewi, baadaye mimi nitatumia vitendo, sawa? Hebu kwanza toka hapa. Ondoka shambani. Sasa na ole wako urudi. Uizo unaletea baraba, shenzi.
Nice. Nimeipenda hiyo. Yaani naomba uende ndani haraka. Nenda ndani. Melissa. Melissa. Abe. Hebu njoo hapa. Melissa. Hebu kaa hapa. Aya, ulienda wapi? Nakuuliza ulienda wapi? Nilikuwa nimeenda kwenye party. Party gani hiyo? Nilikuwa nimeenda kwa Naima. Naima? Kwani nilikwambia nini kuhusu Naima? Nilikwambia nini kuhusu party? Hivi mbona hutaki kunielewa wewe? Hivi wewe ni mwanamke kweli? Sina kuuliza wewe. Lakini yule ni rafiki yangu. Yule ni rafiki yangu. Rafiki yako? Yaani kuanzia huu muda mimi na wewe basi. Na sitahitaji tena. Wewe Dyson. Wewe. Na Vipi? Mbona una mawazo? kiujumla nilikuwa nawaza kwambeje hili jambo. Before hapa nimekutana na mshikaji anamtafuta ndugu yake, anatokea Mbauda. Lakini leo nimemkuta mazingira fulani ndugu yangu, yani sijapenda yani. Mazingira yapi? Kamkuta na shemeji yako yani. Shemeji? Yule demu wako naye niambiaga kila siku. Shua kabisa mwanangu ninachokwambia mimi, nielewe. Na niliwaza labda nichukue maamuzi gani pale, yani bora hata tu angenipiga hata risasi kabisa mimi. Sasa mshikaji ameboa. Yaani ameboa sana yani. Vipi unapajua kwake au anapoishi? Napajua fika kabisa mwanangu. Sasa una mpango gani? Yaani mpaka mimi nawaza sijui nifanyaje ndugu yangu yani. Sasa unaonaje tukamcheki yule mshikaji? Labda inaweza ikawa suluhisho kabisa. Ya. Tuondoke mwanangu. Tukamcheki yule mshikaji. Sababu haiwezekani mtu amekuja hivi anatafuta ndugu yako kama unavyosema. Alafu anatuzingua sisi wana waumu. Sawa? Kweli mwanangu, maki alivyokuwa anambembeleza shemeji yako mwanangu. Yaani imeniumiza sana kabisa. Yaani hata sielewi. Ni kweli, maana chozi la mtu mkubwa kwa linaumiza sana mwanangu. So, twenzetu basi mwanangu. Kamcheki mshikaji. Twende mwanangu. Ndo huyu hapo. Ndo huyu? Ndio. Yaani huyu mshikaji ndo ninayemtafutaga. Ndo huyu mwanangu unamjua? Mimi namfahamu kabisa toka before huko nyuma. Mamake huyu mshikaji anazingua kinyama. Oa, ndo huyu kweli? Ndo huyu. Oa mshikaji. Tulia. Hebu tulia.
Na leo tungemshika leo. Ungefia hapa. Basi sawa. Sasa sikia. Bado tunamtafuta. Vita bado inaendelea. Yaani bado inaendelea. Mpaka Tumemshika leo. Mama angetuambia vizuri mwanangu. Ungefia hapa. Kaburi lako liko karibu. Twenzetu mwanangu. Kiufupi wewe jamaa ametuzidi mbio. Wewe jamaa anajua kukimbia kweli. Acha ametuzidi mbio mbari. Sasa hapa. Sawa. Tubia alternative way. Ni kweli. Sasa wazo langu kubwa, Weke njia mbadala. kweli. Nyingine. Sasa tuanzie kwa mwanamke ambaye ni shemeji yako. Lazima atatuelekeza tu. Atakuwepo ndani? Atakuwepo, twende. Ndugu yangu, hata shemeji yako hayumo mwanangu. Yaani nimeangaza kote ndani humu. Shemeji yako hayumo mwanangu. Kishaondoka? Kishaondoka na yeye, kila kitu kimevurugika. Sasa sikia, na mbinu nyingine. Sawa. Hebu tupande hivi juu. Lazima tunamfanikisha huyu mshikaji. Labda wewe atakuwa amepita njia. Twenzetu mwanangu. Basi sawa. Oya boss, mtawapili hapo. Haraka tunaondoka. Hamna mlaza, nipo na abiria. Anko. Yaani hili swala naona kama haliwezekaniki kabisa, ni walai haliwezekaniki. Yaani hapa niko naangalia tu usafiri wa kurudi, yani changamoto zimekuwa nyingi yani. Yaani mjomba unaulizia kuhusiana na ndugu yangu wapi? Achana na wewe, nikija huko tutayazungumza yote, utanielewa tu anko. Yaani anko, hebu kwanza angalia usalama wa maisha yangu. Acha na wewe jamaa hajulikani aliko, mjomba hajulikani. Hauna namba? Kweli boda wewe, mazingira ya huko hizo mwenyewe. Nakupigia mjomba, nakupigia. Ndo ana shemeji yao kabisa huyu hapa. Shemeji yangu huyo au mke wangu? Wewe vipi? Shemeji yako huyu bwana. Huyu ni mke wangu. Huyu ndo mke wangu. Afu bado mshikaji anasimama naye yani. Yaani ametukimbia kote anakuja kusimama na mke wangu. Kumbe na unatembeaga na mke wangu?